Haya, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wapenzi katika Kristo, mahali pote mlipo, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Saidi Sango Jean-Baptiste. Mimi ni Mkristo, ninaishi Bujumbura, Burundi. Hapa ndiko kwenye ninaishi. Kidogo tu leo tunahitaji kujadiliana kidogo kuhusu wakati Mungu alikuwa akiumba, alikuwa na nani pale karibu yake? Maana Biblia inazungumza yenyewe, inajizungumzia, si maelezo ya watu. Biblia inatosha kwa kujizungumzia. Ukisoma kitabu cha Petro wa pili, wacha tuisome waraka wa pili wa Petro sura 1 na mstari wa tunaanzia 20. Inasema hivi: mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Maana unabii au kuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa kuna shida ya watu, baadhi ya watu wanapoongelea kitu ambacho kinahusu Biblia, kuliko kuacha Biblia ijiongelee yenyewe, wanaweka maelezo, na hiyo ndio shida. Makanisa mengi zaidi yametoka katika msingi wa imani sababu ya maelezo ya kanisani. Ila kama tunaweza tukasoma Biblia na tukaacha Biblia jitafsiri, maana Biblia haina mgongano. Biblia inatembea katika kweli. Biblia inaweza ikajiongelea yenyewe na inatosha kwa kujiongelea. Tukishasema tuache Biblia jiongelee, tutakuwa tunafanya kitu chema, maana Biblia imetukataza kutafsiri kile ambacho kimeandikwa, lakini imeruhusu watu wafundishane. Ninaweza nikafundisha, lakini hapana kutafsiri. Ukisoma kitabu cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo, inasema hivi, sura 3 mstari wake wa 16, inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Sawa? Kwa hiyo kuna kitu ambacho Biblia imekataza watu kutafsiri, lakini imewaruhusu watu kufundishana. Na kile ambacho Biblia inafanya, inajiongelea yenyewe. Biblia ina uwezo wa kujiongelea, ina uwezo wa kujizungumzia hiyo peke. Sasa siku hii ya leo nahitaji tujifunze kitu. Wakati Mungu alikuwa akiumba mtu, alikuwa na nani? Maana alikuwa anaongea na yule aliyekuwa karibu yake. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 26. Hapa ndio kwenye kuna vesi ya mada yetu ya siku ya leo. Inasema hivi, Mwanzo 1 mstari wa 26. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Aliyesema hapa ni Mungu. Mungu akasema, aliyeongea hapa ni Mungu. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ndio anasema, kisha anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kama Mungu angelikuwa peke yake hapa, ni kwamba angejiongelesha mwenyewe, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Labda angelisema nimfanye mtu kwa mfano wangu, lakini na maana alikuwa na yule aliyekuwa pembeni pale, ambayo hapa hivi Biblia haikumtaja. Kweli kabisa, Biblia haikumtaja, lakini kwa akili tu ya kawaida kuna yule aliyekuwa karibu hapa
ambayo hapa hivi Biblia itamtaja, ila Mungu alikuwa anamuongelesha tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa ule aliyekuwa hapo, swali tunapaswa kujiuliza ili tuelewe ni nani kwanza, sawa? Na swali ya pili, ni nani ana sura ya Mungu? Maana sema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ana mfano wa Mungu. Huyu mwiko hapa ana mfano wa Mungu na ana sura ya Mungu. Mungu akamwambia, mimi naona tumfanye mtu kwa mfano wetu, hawe na mfano kama wa kwetu, na tumfanye mtu kwa sura yetu, awe na sura kama ya kwetu, sawa? Sasa itatubidi tumutafute ni nani, na ili tumupate ni lazima tujue nani ana sura ya Mungu na ni nani ana mfano wa Mungu. Swali kama hizi ni swali za kujiuliza mara nyingi unaposoma Biblia, ili uelewe kile ambacho Biblia inatafuta kuongelea. Maana pasipo kujiuliza swali kama hizi, ndio maana unajikuta mtu akisoma tu hapo na akaishia hapo, akaanza kukogota maelezo, kitu ambacho watu hawajui. Vesi moja haiwezi ikafundisha mtu, vesi moja haiwezi ikamwelezea mtu kitu. Lakini Biblia nasema maneno ya Mungu yawe kwa wingi ndani yenu, mkiyatafakari mchana na usiku. Kwa hiyo ina maana ukiwa na neno la Mungu kwa wingi ndani ya maisha yako, utayatafakari mchana na usiku. Maana kutafakari kitu vizuri ni lazima kiwe kwa wingi ndani yako. Kama neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yako, utayatafakari vizuri zaidi na zaidi. Basi ni lazima sasa tumtafute ni nani ana sura ya Mungu na ni nani ana mfano wa Mungu, ili tujue Mungu alikuwa anahusisha nani katika uumbaji, nani alikuwa anaongelesha hapo katika uumbaji. Sawa? Tunaenda kwa maandiko, anasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo ni nani ana mfano wa Mungu? Tunaanza mtafuta ule aliye na mfano wa Mungu ndani ya maandiko. Tunasoma kitabu cha Wakolosai, tunaanzia sura 1 mstari wa 13 ili tuelewe ni nani ambaye wanaongelea hapo. Kwa hiyo mstari inasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ina maana hapo wanaongelea Yesu, mwana wa pendo lake. Paulo anaongelea Mungu aliyetuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye ni Yesu. Sasa huu mwana wa pendo lake hapa 15 inasema sasa, naye ule mwana wa pendo lake, naye ni mfano wa Mungu asionekana. Kwa hiyo mwana wa pendo la Mungu ambaye ni Yesu Kristo ni mfano wa Mungu asionekana, si ndio? Sawa? Biblia inasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, na Yesu ni mfano wa Mungu asionekana, aliye na sura ya Mungu. Sasa aliye na sura ya Mungu tumtafute sasa. Tunasoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 4. Tutafute ni nani ana sura ya Mungu ili tujue Mungu alikuwa anaongea na nani pale. Sura 4 mstari wa 4 inasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo Yesu ana mfano wa Mungu kulingana na Wakolosai 1 mstari wa 15, na Yesu ana sura ya Mungu kulingana na Wakorinto wa pili 4 mstari wa 4. Ina maana sasa, kulingana na Biblia, aliyekuwa anaongea naye pale ambaye ni Mungu, tumfanye mtu kwa mfano wetu, tumfanye mtu kwa sura yetu, alikuwa ni Yesu. Na ili tudhibitishe ukweli wa maneno ya kwamba alikuwa ni Yesu, kabla ya ulimwengu kuweko, kabla mtu kuumbwa,
ni nani aliyekuwa hapo ambaye Mungu alikuwa akiumba na yeye alikuwa pale. Ina maana huyo naye alikuwa kabla ulimwengu kuwepo. Sasa ni lazima tumjue kama Yesu ni Yesu aliyekuwa kabla ulimwengu kuwepo kulingana na Biblia. Kwa hiyo tunamtafuta. Tunasoma waraka wa kwanza wa Petro sura 1 mstari wa 19 na 20. Tutasoma na 20 inasema hivi: ili tujue ni nani kama ni kweli Mungu alikuwa anaongea na Yesu. Maana Yesu ana sura ya Mungu na ni mfano wa Mungu. Basi kabla ulimwengu kuwepo, ina maana alikuwa kabla ulimwengu kuwepo, ina maana Yesu naye alikuwepo. Itatubidi tusome maandiko tuelewe kweli kama Yesu alikuwa kabla ulimwengu kuwepo. Inasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura 1 mstari wa 19 mpaka 20. Nasema hivi: bali kwa damu ya samani kama ya mwana kondoo. Mwana kondoo ni Yesu Kristo, asiye na hila, asiye na waha, yaani ya Kristo. Naye huyo Kristo sasa, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Ina maana Yesu kweli kulingana na Biblia alikuwa na Baba yake pale wakifanya kazi pamoja, na Mungu ndiye alikuwa anaongelesha yeye na si mwingine. Maelezo mengine yakija tofauti na yale ambayo Biblia inasema, itakuwa si maelezo ya kweli. Maana Biblia inasema kitabu cha Wagalatia sura yake 1 mstari wa 9 wa 8 na wa 9 inasema hivi: lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Kwa hiyo kile ambacho kimezungumzwa ndani ya Biblia ni injili tosha. Wote ambao ataleta injili tofauti na hiyo analaana, amelaaniwa kabisa. Basi Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, amani na neema ya Yesu iwe pamoja nanyi ndugu zangu. Amen.